Je, ni bahati mbaya kwamba siku ambayo Yesu alikuwa akihukumiwa kulikuwa na mtu mwingine aliyeitwa Yesu? Katika baadhi ya nakala za kale za Injili ya Mathayo kulikuwa na Yesu mwingine aliyefahamika kama Yesu Baraba. Jambo hili limezua mjadala miongoni mwa baadhi ya wanazuoni wa Biblia kwa karne nyingi sana. Je, Mathayo alikuwa akionyesha fumbo fulani au ilikuwa bahati mbaya tu ya kihistoria? Lakini kabla ya kuendelea, ni muhimu kusisitiza jambo moja. Simulizi hii ni uchambuzi wa kihistoria na kibiblia ambao unachunguza mtazamo wa baadhi ya watafiti. Biblia haisemi moja kwa moja kwamba kulikuwa na Yesu wawili waliokuwa Masihi, wala haisemi kwamba Yesu Baraba alikuwa sadaka. Fungua Biblia na soma vifungu vifuatavyo: Mambo ya Malawi 16:5 mpaka 10, lakini pia Mathayo 27:15 mpaka 26, Isaya 53, lakini pia Yohana 1 mpaka 29, lakini pia Waebrania 9:11 mpaka 28. Kwa maana ya kuwa simulizi yetu ya leo itabezi zaidi katika hizo aya nilizokupa au hiyo mistari ya Biblia niliyokupa. Ikiwa unapenda simulizi za Biblia, historia za dini na tafiti za kina zinazotegemea maandiko, usisahau kulike, kusubscribe channel yetu ili usikose simulizi zinazofuata. Lakini pia ni muhimu kuacha maoni yako. Je, unahisi kulikuwa na Yesu wawili? Toa nayo ushahidi wako wa kihistoria ili uweze kusaidia watafiti wengine mbalimbali. Karibu sana. Ili kuelewa hoja hii, tunapaswa kurudi nyuma hadi Agano la Kale. Katika Mambo ya Malawi sura 16, Mungu alimwagiza Haruni kufanya ibada ya siku ya upatanisho. Haruni alileta mbuzi wawili mbele ya Bwana, ambapo tunaelezwa katika Mambo ya Malawi 16:7 mpaka 10 kwamba kuna kula zilipigwa. Mbuzi mmoja alikuwa ni mbuzi wa Bwana na alichinjwa kuwa sadaka ya dhambi, lakini mbuzi wa pili aliwekewa dhambi za taifa na kuwekewa mkono, kisha akaachwa aende jangwani akiwa amebeba dhambi za watu. Huyu ndiye anayejulikana kwa Kiingereza kama scapegoat. Kwa karne nyingi Wakristo wameona mbuzi hawa wawili kama mfano wa kazi ya Kristo. Moja ni sadaka ya dhambi, lakini mbili ni kuondokewa kwa dhambi za binadamu. Baada ya kuona Mambo ya Malawi, sasa twende kwa Mathayo 27 ambapo tunakutana na tukio lisilokuwa la kawaida. Pilato anawaleta watu wawili wafungwa. Mmoja ni Yesu ambaye ndio Yesu Kristo, lakini wa pili ni Yesu lakini anaitwa Yesu Baraba. Cha kushangaza zaidi ni kwamba baadhi ya hati za kale za Injili ya Mathayo zinamuita huyu Yesu kama Yesu Baraba, ambapo maana ya neno Baraba ni mwana, ambapo ukiunganisha unasema Yesu mwana. Hivyo mbele ya umati kulikuwa na Yesu wawili, Yesu Baraba na Yesu aitwaye Kristo. Wananchi walitakiwa kuchagua mmoja aachiliwe, ambapo wakamchagua Yesu Baraba na Yesu Kristo akapelekwa kusulubiwa. Swali la kujiuliza ni kwamba, je, hii inafanana na Mambo ya Malawi? Sasa hapa ndipo baadhi ya watafiti wanapoona mfanano wa kiishara. Katika Mambo ya Malawi, mbuzi mmoja anakufa na mbuzi mwingine anaachiliwa akiwa hai na kwenda jangwani. Lakini katika Mathayo, Yesu Kristo anapelekwa kufa, lakini Yesu Baraba anaachiliwa. Kwa mtazamo huu, Yesu Kristo anaonekana kama sadaka ya dhambi, huku Baraba akiwa mfano unaokumbusha mbuzi aliyeachiliwa. Lakini ni muhimu kusisitiza kwamba huu ni mfanano wa kiishara unaopendekezwa na baadhi ya watafiti. Mathayo hasemi moja kwa moja kwamba Baraba alikuwa scapegoat, wala hasemi moja kwa moja kwamba Baraba alitimiza unabii unaopatikana katika Malawi 16. Sasa tuje kulichambua jina la Baraba. Neno Baraba linatokana na neno Bar-Aba, ambapo kwa Kiaramu linamaanisha mwana wa baba. Yesu Kristo naye alijulikana kama mwana wa Mungu, ambapo Mungu tunamuita Baba. Kwa baadhi ya watafiti wanaona kwamba Mathayo ameweka msomaji apate uchunguzi wa kushangaza na kufananisha kati ya Yesu Baraba, ambapo tunasema sasa ni Yesu mwana wa baba, na Yesu aitaye Kristo, ambaye pia
ni mwana wa Baba au ni mwana wa Mungu. Lakini hata hivyo, majina pekee hayatoshi kuthibitisha kwamba Mathayo alikusudia kufundisha jambo hilo. Tupate hitimisho. Kwa hiyo je, mambo ya Marawi 16 na Mathayo 27 vina uhusiano? Unaweza kutoa maoni yako kwenye comment, utuambie kama unahisi kuna mahusiano yoyote hapo. Lakini pia kikubwa kinachoonekana ni mfanano tu wa kiishara, kwamba mmoja ameachiliwa, mmoja ameweza kupoteza maisha yake. Lakini tunapaswa kuwa waangalifu tusiende mbali zaidi ya ushahidi ambao hupo, kwa sababu Biblia haisemi moja kwa moja kwamba Yesu Baraba naye alikuwa Masihi wa pili, wala haisemi kuwa yeye ndiye alikuwa scapegoat kwa namna moja au nyingine. Huu unabaki kuwa utafiti tu wa typology, yani kutafuta mifano ya Agano la Kale inayoweza kuashiria kazi za Kristo, na sio fundisho moja kwa moja la kimaandiko. Kwa hiyo kila msomaji anaalikwa kuchunguza maandiko yake mwenyewe, kusoma mambo ya Marawi 16 pamoja na Mathayo 27. Ukishamaliza, tafakari uweze kuona mfanano ulikuwa ni wa makusudi au ni bahati tu ya kihistoria. Pia usisahau kuacha maoni yako kwenye comment. Asante na karibu mpaka wakati mwingine.